Mimi nimesimama hapa kwa uchungu sana. Ni magari yanayoshusha mizigo kwenye hizi barabara zetu. Tunapata ajali sisi waendesha pikipiki. Kero yangu ni magari yanayoshusha mizigo kwenye hizi barabara zetu. Tunapata ajali sisi waendesha pikipiki, kwa sababu unakuta gari linakaa zaidi ya masaa 2-3 limepaki linashusha mzigo, na barabara zetu mnazijua kwamba ni ndogo, one way sio two way, kusema kwamba unaweza ukawa unaangalia kule mbele nani anayekuja unajikuta tunajibana, tunapata ajali ambazo hazina msingi. Hiyo ndio kero yangu. Polisi kata, nafikiri mna majibu, si ndio? Na tunaomba majibu. Sheria inakataa gari kupaki barabarani kwa muda wa dakika zaidi ya 30 likipakua mzigo. Kama linasimama kwa dharura linatoka. Na maeneo ya wazi yapo kwa ajili ya kazi hizo na shughuli hizo kwa ajili ya kushusha na kupakia mizigo. Kwa hiyo ikitokea gari limepaki barabarani linashusha mzigo, yamkini polisi hayupo wakati huo ama hajaona, tuwaombe wananchi, ukiona gari limepaki barabarani linashusha mizigo au linapakia, toa taarifa, piga simu kwa polisi yoyote yule, atawasilisha kwa idara husika ya usalama barabarani, watafika na kumshughulikia huyo dereva kwa mujibu wa sheria. Mimi kero yangu pale ninapoishi na majirani, na majirani hao wana vibanda vya nguruwe. Hasa nguruwe wanatuletea shida sana kutokana na udhibiti wa wale wenye vibanda vya nguruwe. Hawana mwelekeo wa kuwatunza wale nguruwe zao. Nguruwe ni wanatembea ovyo, wanazagaa mpaka hadi kwenye milango na mpaka mashambani wanaingia, wanavuruga mimea. Hasa kwa kweli mimi kama Muislamu siruhusiwi na wale wanyama wale wanakuja mpaka hadi milangoni. Nimewalalamikia wenyewe lakini hata hawanisikii. Kwa hiyo hapo kwa kweli naomba mnisaidie. Afisa kilimo, jibu swali la nguruwe kuzagaa wakati kuna sheria. Hawaruhusiwi kufugiwa kwa njia ya holela mjini. Wanatakiwa wafugiwe ndani. Kwa kirangi tunasema indoor. Yaani wanakaa ndani, wanaletewa chakula na kila kitu. Hata mbuzi, kila mfugo wote kwenye mji. Hapa sisi tuko mjini, hatuko halmashauri ya wilaya. Kwa wale ambao wako halmashauri za wilaya na sehemu nyingine, wao ndio wanaweza kawa na maeneo ya kuchungia na sehemu zinginezo. Lakini mjini hairuhusiwi. Napenda kurudia tena kumshukuru mkurugenzi, kwa sababu vitu kama hivi Kondoa havijawahi kutokea. Toka wameanza kuja wakurugenzi Kondoa, hakuna mkurugenzi aliyokuja kukaa na wananchi na kuweza kusikiliza kero zao. Kwani hamuoni kwamba hiyo ni fursa tunapata? Hakuna mkurugenzi ameshawahi kuleta wataalamu wakaja wakakaa kama hivi walivyokaa kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi. Lengo kubwa la mkutano huu ni kusikiliza kero za wananchi. Nipongeze sana mkurugenzi na timu yako, mmeamua kufunga ofisi na kuwafuata wananchi kuja kutatua kero. Niwapongeze sana sana sana. Niwaombe tusibaki na kero. Kero zenu ni wajibu wetu. Sisi ni wajibu wetu kusikiliza kero zenu na kuzitatua kwa wakati, ili tubaki tukiwa na amani, tubaki tukiwa na furaha. Na unapotatua kero, basi furaha inakuwepo. Utawapenda viongozi wako kwa sababu huna kero, utawachukia viongozi wako kwa sababu huna kero. Lakini sisi tumetoa fursa kubwa, wigo mpana wa